Swala zima la uwanja wa mpira sio project ya siku moja, wala sio project ya wiki moja, wala mwezi mmoja, wala mwaka mmoja. Kwa hiyo huyo anayehoji kwamba ndani ya siku 100 alitarajia kuona uwanja umesimama au umeanza kwa marekebisho yake, yani umeanza ramani yake kutengenezwa, hatakiwi kukariri, kwa sababu swala zima la uwanja ni swala ambalo linachukua vitu vingi. Ndio. Ni swala ambalo lina material mengi mpaka kuonekana ramani, na yani ramani kuanzisha tu kwa ramani ya uwanja inatakiwa material mengi sana. Ndiyo. Na material hayo hayapatikani Tanzania hii, wanatakiwa walijue hiyo. Kwa hiyo mimi nadhani swala la kuzungumza Engineer Hersi kwamba ndani ya siku 100 uwanja utakuwa umeanza, hapo kwenye hiyo kauli ya haimaanishi kwamba tayari ndo wanatakiwa wacheze kwenye zile siku. Sisi tunatakiwa tucheze na siku ambazo kwamba siku akitoka madarakani hajatupatia uwanja au haujaanza, tuna kila sababu ya kulalamika kwamba kwa nini wewe ulituahidi kwamba kwenye uongozi wako mpaka utakapomaliza uongozi wako ulituahidi uwanja, lakini mpaka leo uongozi wako umetamatika, hatujaona chochote. Basi ndo itakuwa siku ya kumhoji Engineer Hersi. Lakini watakiwa ujue kiongozi anapokuwa madarakani huwa hawi madarakani kwa jambo moja, kwamba kutengeneza uwanja peke yake. Ndio maana unaona vitu vingi bado anaendelea kuvifanya Engineer Hersi. Engineer Hersi huyo ndiye kiongozi ambaye ameingia madarakani. Unaona vilabu vingi vinatakiwa viwe na umoja wake. Kuna chama kinaitwa ACA, wanatakiwa wajisajili. Ndio. Engineer huyu ndiye kiongozi aliyeingia madarakani. Vile vilabu vinavyoshiriki michuano ya kimataifa kuanzia hatua za awali wanalipwa. Ndio. Engineer huyu ndiye aliyeingia madarakani. Wachezaji kutoka bara la Afrika wanaocheza ligi ya Afrika wanaorodheshwa kwenye kuwania tuzo duniani. Kama haukumuona kuna wakati Ronwen Williams aliorodheshwa kwa magolikipa kuwania tuzo ya Yanchin Trophy, ambayo huwa inawaniwa baada ya tuzo za pale tu tuzo za Ballon d'Or zinapokuwa zinaandaliwa. Kwa hiyo mimi nadhani wasiangalie hiyo engo moja tu. Wakiangalia hiyo engo moja tu ya uwanja, maana yake watakuwa wanafeli, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo engineer amevifanya na vingine bado anaendelea kuvifanya. Huyu kiongozi engineer tumemshuhudia ameitwa au amealikwa na FIFA kwenda kutoa ni jinsi gani uendeshwaji wa klabu kisasa unatakiwa ufanyike. Ametoka huko, amekuja amealikwa kwenda kuzungumza kwenye michuano ya AFCON kabla ya mechi za kwanza kuanza. So kwa nini wanaangalia kwenye hiyo engo? Kwa hiyo wanatakiwa watambue kwamba kiongozi anapokuwepo madarakani sio kwamba atavitimiza vitu vyote kwa wakati mmoja. Ni lazima kuna kingine atakifanya, kuna kingine kitakuja kufanyika baadaye. Lakini sio kwamba yeye kwenye uongozi wake ameorodhesha nitafanya 1 2 3 na akavifanya vyote kwa wakati mmoja. Ni lazima kila kitu kina muda wake. Ukitaka kuangalia vitu vyote anavyovifanya, ni vitu ambavyo vinachukua siku 1, siku 2, mwezi, wiki. Ukitaka kuona kitu ambacho mpaka leo watu wanakizungumzia ni kitu ambacho kinatakiwa kufanyika ndani ya miaka, yani ni project ya muda mrefu. So unawezaje kumlaumu huyo mtu? Mwambie hao watu wanaouliza waache maneno. Ni vitu ambavyo wao wakipewa kuvisimamia hawawezi kuvifanya hata siku moja, ili hali kuna vitu vingine ambavyo wanatakiwa wavifanye. Hayuko pale kwa ajili ya project ya uwanja peke yake. Yupo kwa ajili ya kuifanya klabu ya Young Africans na mpira wa Afrika uweze kukua, kusogea hatua ya mbele, tuweze kuzungumzia katika engo ya kidunia. Kwa sababu ukizungumza mpira duniani unazungumzia tu bara la Ulaya peke yake. Huwezi kuikuta Afrika himo. Ndio maana utakuta hata tuzo za Ballon d'Or, ulishawahi kuona mchezaji anayecheza ligi ya bara la Asia kaorodheshwa kwenye tuzo za Ballon d'Or? Hapana. Huwezi kumkuta. Bara la Amerika ulishawahi kuona? Hauwezi kumkuta. Ili hali ndani ya bara la Amerika kuna ligi ambazo zinaingia kwenye top 5 bora duniani. Umeelewa? Utaenda Brazil utaikuta ligi yao ni bora kwenye zile ligi bora 10 duniani, 15 mpaka 20 Brazil utaikuta. Lakini hauwezi kukuta mchezaji anayecheza ligi ya Brazil ameorodheshwa kwenye tuzo za Ballon d'Or. Kwa nini?
Kwa hiyo mimi nadhani Engineer Hersi wasianze kumlaumu kwenye engo tu ya uwanja kwamba hajatupatia uwanja, bado hajatoka madarakani. Wasubiri siku akimaliza madaraka yake pale Young Africans afu awe hajakabidhi uwanja, ndo watakuwa na sababu na hoja zao zitakuwa zina uzito kuweza kumlaumu Engineer Hersi kwamba bado hatujaona uwanja.